Sasa turejee Dodoma ambapo tunaungana na mwenzetu Rajabu Ngwame akiwa na mada malezi na utandawazi, na mgeni wake ni Dr. Malaki Bayaga ambaye ni mkufunzi wa familia na uhusiano. Kalunde, na kupata kwa uzuri kutoka hapo katika studio zetu za Mikocheni, Dar es Salaam. Wakati huu mimi na ripoti moja kwa moja kutoka hapa Swaswa Mnarani hapa jijini Dodoma, kwenye maskani ya mzungumzaji wetu wa leo Dr. Malaki Bayaga, kama ambavyo umemtambulisha. Na ambacho nilitaka kumuuliza ni kwamba Dr., kwa muda mrefu kwa jamii za Kitanzania, jamii nyingi za Afrika, tunaweza tukakubaliana kwamba majukumu ya kutafuta kwa ajili ya familia yalikuwa ni kwa mwanaume. Lakini sasa wanawake nao hawako nyuma, wanaingia katika shughuli za utafutaji. Nataka tutazame kwamba jambo hili lina athari gani katika malezi, ukizingatia kwamba mwanamke ndo haswa alikuwa ana majukumu ya kulea. Asante sana. Athari ni kubwa sana katika masuala ya malezi. Wakati kufanya kazi kwa mwanamke ni kitu kizuri na anapaswa afanye kazi, lakini usipokuwepo na balance ya muda, inaweza kumwathiri mtoto kisaikolojia, inaweza kumwathiri kiakili, kihisia na kiroho. Kwa mfano, mama ndiye anayeshughulika na kumkuza mtoto kihisia. Sasa asipomkuza kihisia au asipokuwa na muda na watoto, wale watoto wanashindwa kukua kihisia. Na athari ya kutokukua kihisia ndo unakuta labda mtu umemkosea kidogo, anakasika sana, anapiga vitu, au ni kazini tu kafokewa kidogo, anazira kazi, hawezi tena kusukuma kwenye mambo ambayo anapaswa kuyafanya. Kwa ule msuli wa ndani unakosekana. Kwa nini? Kwa sababu mama hakuwa na muda na mtoto. Kwa hiyo yule mtoto hakuweza kukuza ule msuli wa kukabili hisia zake. Au tunasema ile self control. Yule mtoto amepoteza self control. Nje na hapo, mama asipokuwepo kwenye maisha ya mtoto, tukizungumza kwa mfano mtoto wa kiume, inatengeneza aina ya mke atakayemuoa atakapokuwa ni mtu mzima. Kwa mahusiano kati ya mama na mtoto, hasa kwa mfano mtoto wa kiume, inaandaa au inatengeneza au inakuwa ni modo ya aina ya mke ambaye atampata. Kwa hiyo kama mama hana muda na hao watoto, ni rahisi sana hao watoto kukosa utulivu wa kihisia. Jambo lingine ni kwamba endapo tu watoto hawatapata ule ukaribu na mama, tayari ile familia itasambaratika. Watoto watakuwa wametengana sana. Na manake sasa hilo hatuwezi kuliepuka kwa sasa. Wanawake na wenyewe wanahitaji kuwa na uhuru wa kifedha, na ni jambo jema. Kipato cha familia kinaongezeka, pato hata la taifa kupitia kodi. Nini sasa kinaweza kufanyika kwa ufupi sana angalau kupunguza madhara? Okay. Jambo la kwanza, ukimaliza kufanya kazi, rudi nyumbani. Angalau nashauri ukikaa na mtoto dakika 20 na mjenga sana kuliko ukiacha kabisa. Jambo lingine kwa mwanamke, ni vizuri kama nataka familia yenye watoto wenye afya bora kisaikolojia, kuchagua kazi ambayo wewe haukai muda mrefu sana kazini kuliko mume wako. Labda kama mtakuwa mmekubaliana na mume wako kwa muda huo kwamba tutafanya kwa hivi, lakini baada ya muda tutabadilisha. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho wanaweza wakakaa kama wanafamilia kupunguza athari hizo. Dr. Malaki, niseme asante sana. Na mtazamaji wa TBC1, pasi na shaka kuna kitu ambacho umekipata. Nawe Kalunde hapo studio hapo, bila shaka kuna kitu umekipata kutoka hapa leo. Tutenge muda kwa ajili ya malezi ya watoto wetu. Mimi naitwa Rajabu Ngwame kutoka hapa Dodoma, sina la ziada. Matangazo yanarejesha kwako hapo katika studio zetu za Dar es Salaam. Kalunde. Asante sana Rajabu kutoka huko Dodoma, na sasa tunarejea hapa na taarifa ambazo bado tunazo katika Dira ya Mchana.